Movie inaanza, tunaona dada wawili, mmoja anaitwa Vanessa na mwingine anaitwa Charlotte. Vanessa anapitia wakati mgumu sana. Charlotte anajaribu kumtia moyo na kumwambia, kwa nini unaendelea kumwaza huyo mtu ambaye anakuumiza kwa muda mrefu? Sasa inabidi tutoke out. Vanessa anakataa, lakini Charlotte anaamua kumlazimisha na kuamka kwenda kumtafutia nguo. Charlotte anamwambia Vanessa, inabidi tutoke ili usiendelee kuwa na mawazo. Lakini Vanessa anakuwa ni mkaidi na Charlotte anamwambia, nashuka downstairs, nikirudi huku juu inabidi nikute umeshavaa nguo ili tuweze kutoka. Ni siku nyingine tena, Charlotte amejiandaa ili aweze kutoka na kumsihi Vanessa kwamba natoka ila sitaki uwe na mawazo. Vanessa anamwambia kwamba naweza kujijali mimi mwenyewe. Ghafla mlango unagongwa, kwenda kufungua, kumbe ni rafiki yake na Charlotte aitwaye Bella. Bella baada ya kuingia anashangaa kumuona mgeni na kuanza kuuliza, huyu ni nani? Charlotte anamwambia, huyu ni rafiki yangu, anaitwa Vanessa. Ni rafiki yangu watoka shule ya sekondari. Oh, amekuja lini? Na ametokea wapi? Charlotte akamwambia, ametokea Abuja na amefikia kwangu, atakaa kwa muda mrefu zaidi. Kwa nini hakufikia hotelini mpaka aje afikie kwako? Akamwambia, oh Bella, utamzoea na utampenda. Charlotte ikabidi atambulishe, Vanessa, huyu ni rafiki yangu anaitwa Bella. Bella, huyu ni rafiki yangu anaitwa Vanessa. Nashukuru kukufahamu. Chance. Hao wakaondoka. Walivyorudi, Bella akawa anashangaa sana picha ukutani. Charlotte akamuuliza, mbona unaiangalia sana hiyo picha? Kuna shida gani? Ghafla akahisi kuna mtu mlangoni. Oh, ni kaka yake aitwaye Tyler, ametokea nchini Marekani. Basi Vanessa akawa anashangaa, lakini Bella akaonyesha uchangamfu, akamsalimia pale. Naitwa Bella, ni rafiki yake na Charlotte. Tyler akamwambia, oh, nashukuru kukufahamu. Kuangalia pembeni akamwona mrembo mwingine. Oh, hi. Lakini Vanessa hakumjibu. Vanessa akaamka na kuondoka. Tyler akaanza kushangaa, lakini Charlotte akaambia yuko sawa, msijali, yuko sawa. Vanessa akakimbilia chumbani na kuamua kuchukua begi lake na kuanza kupaki vitu vyake. Wakati akiwa anapaki vitu, ghafla Charlotte akaingia. Akamwambia, Vanessa, una shida gani? Mbona mabegi tena? Mbona unaanza kupaki vitu? Tatizo nini? Vanessa akamwambia, kwa nini hukuniambia kwamba kaka yako anakuja? Kwa nini hukuniambia? Wakati nilikwambia kwamba nataka sehemu tulivu, kwa nini hukuniambia kwamba anakuja? Ungeniambia mimi ningerudi zangu Abuja. Vanessa akamwambia, yamekuwa hayo tena? Kwani kakaangu ana shida gani? Kakaangu akirudi kuna shida gani? Na imani Tyler hawezi kukusumbua, hana shida yoyote. Vanessa akawa amekasirika, akaendelea kupaki vitu. Tunatupa siku ingine tena, tunamuona Bella akiingia kwa Charlotte na kumkuta Tyler akiwa amekaa sebuleni. Akamsalimia, hai, unaendeleaje? Tyler akamwambia, naendelea poa. Vipi, umeongea na Ade? Akamwambia, nilimpigia lakini hapokei simu zangu. Bella akamwambia, hebu subiri kwanza nimpigie. Akampigia, akamwambia, Ade, kwa nini upokei simu za rafiki yangu yule ambaye nilimpa namba zako kwa ajili ya kushughulikia pasipoti yake? Oh, kwa hiyo lini utamkamilishia huo mpango wa passport? Kwa sababu ana haraka naye sana. Sawa.
inabidi ufanye haraka kwa sababu ana shida nayo sana. Sawa basi. Hapa tunamwona Tyler amekuja kutembelewa na rafiki yake. Rafiki anamwambia, yaani umetoka Marekani bila hata kuniambia? Ndio unakuja kuniambia leo, kumbe una wiki nzima. Tyler akamwambia, sio hivyo, ni ubize tu. Lakini hamna kilichoharibika. Ghafla mlango unafunguliwa. Anaingia Vanessa. Rafiki yake Tyler asema, binti mrembo sana huyo. Ni mrembo sana. Tyler anamwambia, ni mrembo kweli kweli. Hivi ndio vitu vyangu, unatakiwa uniunganishe. Tyler anamwangalia tu. Rafiki yake hapo akajimaliza, kaongea. Tyler akamwambia, ndio ni mrembo, lakini sidhani kama unaweza kumpata. Ambia hamna, niunganishe. Hivyo ndio vitu vyangu. Kwa hiyo mimi nitatumia gharama yote ile. Tyler akaanza kucheka. Namwona Tyler ameshatoka kazini. Moja kwa moja akapitiza chumbani kwa Vanessa. Anambia, Bi, vipi? Unaendeleaje? Umeshindaje? Vanessa akamwambia, sio vizuri. Kwa nini? Nataka nirudi zangu Abuja. Charlotte akamwambia, ili uende ukalie mwenyewe huko. Na ni kwa nini nataka urudi Abuja? Ni kwa sababu ya Tyler? Vanessa akanyamaza. Kinaambia ni kwa sababu ya Tyler. Kidogo mlango ukagongwa. Tyler akaingia. Vanessa baada ya kumwona Tyler akakimbilia chooni na kufunga mlango. Tyler akaanza kushangaa na kumuuliza dada yake, vipi? Mbona rafiki yako yuko hivi? Mimi nimekuja ili tuje tuongee wote hapa, lakini nashangaa baada ya kuniona mimi kakimbilia chooni. Nahisi ana matatizo. Tyler akamwambia, amna, yuko sawa. Hapana dada, huyu ana matatizo, inabidi tukae naye tujue ni nini kinamsumbua. Tyler akamwambia, usijali, atakuwa sawa tu. Mara ghafla Vanessa akaanza kupiga kelele. Inavyoonekana kuna sauti inayomjia kichwani na kuanza kusema, stop, acha. Siku iliyofuata ikabidi Tyler amwite Vanessa na kukaa naye na kumueleza, ni kwa nini kila mara ukimwona Tyler unajifungia na kumkimbia? Je, amewahi kukuumiza au ni mtu ambaye unamjua toka zamani? Vanessa akamwambia, naomba tuachane na hayo. Akamwambia, niambie kama ni mtu ambaye amewahi kukuumiza au unamfahamu. Vanessa akamwambia, sauti yake, muonekano wake unanikumbusha sana kuhusu ex wangu. Hivyo napaswaje kubaki hapa? Mimi naona tu ni bora nirudi. Charlotte akamuuliza, urudi wapi? Abuja, inabidi mimi niondoke ili niweze kuepukana na hii. Tunarusha kipande kingine tena, tunamwona Charlotte akiwa amejipumzisha pamoja na Tyler. Tyler akamuuliza, dada, vipi? Uko sawa? Akamwambia ndio. Vipi, rafiki yako anaendeleaje? Ni kwa nini anakuwa yuko vile? Charlotte akamwambia, Vanessa anapitia wakati mgumu sana. Ni kwa sababu ya ex wake aliachwa, ndio maana anakuwa yuko vile. Kumbe ndio maana na act vile. Lakini nakuomba kwa sasa hivi naomba ukae naye mbali kidogo. Umenisikia Tyler? Tyler akajifanya kalala. Kuna kitu umeongea? Beka anamwambia, najua umenisikia. Tunaonyesha Tyler akiwa anaingia ndani hivi. Ghafla kidogo agongane na Vanessa. Akamwambia, subiri. Kwani unaniogopa? Kwani unanikimbia?
kwani mimi nang'ata? Vanessa akamwambia haikuhusu. Ambia okay, huu mzigo ni kwa ajili yako. Vanessa akamwambia sihitaji. Akamwambia pokea, ni kwa ajili yako. Vanessa akamwangalia mara akapokea. Vipi, umefurahi? Naweza kwenda sasa? Stella akamwambia subiri. Akamwambia naomba nipishe. Vanessa akaondoka. Tunamuona Bella amekuja tena kwa Charlotte na kumuona Vanessa pale sebuleni na kumweleza, kwa nini bado uko hapa? Kwa nini bado uko hapa? Na kujua wewe una pretend. Najua unachotafuta. Vanessa akamwambia sikuja hapa kwa ajili yako. Unatakiwa uondoke hapa. Ondoka. Mara ghafla Tyler akatokea. Akamwambia Bella, stop. Naomba mwache. Alafu pia wewe sio mtu wa kunipangia katika nyumba yangu kwamba ni nani akae na nani aondoke. Kwa hiyo naomba usiniingilie. Naomba mwache Vanessa. Okay, sawa. Bwana akamfuata Charlotte akamwambia, kwa nini Vanessa bado yuko kwako? Kwa nini isiondoke? Charlotte akamwambia Bella, una shida gani? Mbona Vanessa ana shida yoyote? Mbona yule msichana hajakukosea chochote? Ambia huoni kwamba ana pretend? Naona kama vile anamtamani kaka yako. Inabidi aondoke. Na ipo siku utakuja kuamini maneno yangu. Charlotte akacheka akamwambia umjui Vanessa vizuri. Vanessa kashaumizwa na sasa hivi hana moyo wa kupenda tena. Sio kwa kakangu tu, ni kwa mwanaume yoyote yule. Vanessa haiko hivyo. Kwa naomba tumwache. Bella akaoneshwa hakupendezwa na lile jibu. Akamwambia okay, sawa, lakini Vanessa ana pretend. Ipo siku utaniamini. Anatamani kaka yako. Tunatupa kipande kingine tena, tunamwona Tyler akamletea bibi yake mfuko. Daka akaanza kufurahi akijua ni zawadi yake, lakini Tyler akamwambia hii ni kwa ajili ya yule msichana. Akamuuliza nani wewe? Anambia Bella. Hapana, sio Bella, ni Vanessa. Lakini usimwambie kwamba mimi ndo mmeleta. Jifanye kwamba wewe ndo umemletea zawadi. Sawa? Na kwamba umfikishie. Daka mwambia sawa. Lakini Tyler, naomba usirudie tena kumletea zawadi. Sawa? Tyler akamwambia usijali. Naomba tu umfikishie. Tunaonyeshwa Vanessa akiwa anaongea na simu. Kapendeza kweli kweli. Ghafla anageuka anamwona Tyler. Akamwambia, kumbe ulikuwa hapa nyuma na unasikiliza maongezi yangu? Akamwambia ya, kwa sababu sauti yako ilikuwa juu sana. Nimesikia ukiongea mambo ya interior designer. Akamwambia ya, mimi nafanya hiyo kazi. Akamwambia unaonaje ukanibadilishia nyumba yangu? Vanessa akamwambia, mbona nyumba yako nzuri? Inaonekana haina kasoro yoyote. Na pia unakaribia kuondoka. Sasa kwa nini ufanye marekebisho yote? Akamwambia, unaonekana unataka kufanya kazi wewe. Na inaonekana nguo yako inakaa vizuri. Imekupendeza mno. Vanessa akamwambia, asante. Akamwambia, imekukaa kweli kweli. Inaonekana najua kuchagua na jicho la nguo. Vanessa akaanza kushangaa. Huyu vipi? Vanessa akawa amekasirika mimi. Akawa anamsubiri Charlotte arudi kwao. Charlotte hapo rudi akamwambia vipi? Uko sawa? Akamwambia ndio. Hivi zile nguo ambazo uliniletea ni Tyler ambaye alinunua? Charlotte kabidi ashangae. Tyler? Hapana, ni mimi.
Sasa ina maana gani Taylor kusema kwamba yeye ndo alionunua? Akamwambia sio hivyo, wakati mmeenda kuchukulia zawadi nilikuwa naye, naye ndo akaipoti hiyo nguo, nikaichukua nikakuletea, nisamee kwa hilo basi. Kumbe ndo hivyo basi, nisamee, sikujua. Najua una njaa, nimekupikia chakula chako pendwa. Kweli, twende ukale. Au wakaongozana wote kwenda jikoni. Baada ya kumaliza kula, Charlotte akamfuata Taylor akamwambia, ndo nini sasa? Kwa nini umwambia Vanessa hiyo nguo wewe ndio ununua? Na uliniambia nikutunzie siri. Kwa nini umemwambia? Hapana, mimi sijamwambia, ila nimwambia tu na jicho la kuchagua. Ndio umeharibu Taylor, hukupaswa kumwambia hivyo. Hukupaswa kabisa Taylor, umeniangusha sana. Unajua nini kitatokea? Tukutane patitu. Usisahau subscribe na comment. Asante.